Welcome to the My Catholic Faith YouTube channel, your home for daily reflections. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mpendwa, karibu katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Alhamisi, juma la kwanza la Kwaresma. Leo Mama Kanisa anatualika mbele yetu kwa mfano wa sala ya dhati na kujiweka mikononi mwa Mungu kabisa. Katika somo la kwanza leo tunamuona Malkia Esther akiwa katika hatari ya kifo. Hakuwa tena anang'ara katika mavazi ya kifalme, alivua fahari, akajipaka majivu, akalia, akajinyenyekeza na akakiri wazi kwamba sina msaada mwingine ila ni wewe Bwana. Hapa tunaona nguvu ya moyo unaokubali udhaifu wake. Esther kuona aibu kusema hana msaada mwingine, japokuwa yeye alikuwa ni mfalme. Nasi katika maisha yetu ya sasa, na mara nyingi tunajifanya tunaweza kila kitu. Tunategemea elimu yetu, kazi zetu, marafiki au uwezo wetu. Na pale zinapokuja changamoto kubwa kama vile magonjwa, migogoro ya familia, kukosa ajira, madeni, kushuka kiimani, hapo ndipo tunapogundua sisi wenyewe nguvu hatuna kama tulivyodhani. Kwa hiyo katika kipindi cha Kwaresma tunaalikwa tuvue mavazi ya kujitosheleza na tukiri kwa unyenyekevu kwamba Bwana Mungu, bila wewe sisi hatuwezi chochote. Katika wimbo katika Zaburi unatupa tumaini. Siku ile niliyokuita uliniitikia. Siku ile tulipokuwa tuna shida, siku ile tulipokuwa taabuni, tulimuita Bwana naye akasikia. Hii ni sauti ya mtu aliyepitia shida na akaona mkono wa Mungu. Nasi tunaalikwa kujiuliza, je, tunakumbuka nyakati ambazo Mungu alitutoa katika hali ngumu? Labda tulikata tamaa katika maisha yetu ya kila siku, tuliofia upasuaji hospitalini, lakini mwisho wa siku tukapona. Tuliona ndoa au rafiki unavunjika, lakini Mungu akaleta suluhu. Mara nyingi tunasahau haraka matendo ya Mungu. Katika Injili ya leo, Kristo anatuhakikishia kwa maneno yenye nguvu ambayo yanatupa tumaini. Naye anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Haya si maneno ya kutia moyo tu, ni ahadi. Yesu anatuonyesha sura ya Mungu kama Baba anayejali, Baba asifurahia maangamizi yetu. Hakuna baba ambaye anafurahia mtoto wake angamie. Kama tunavyosikia pia katika kitabu cha Ezekieli, Mungu afurahi kufa kwa mtu mwovu, bali ageuke akaishi. Hivyo leo tunaalikwa tumuombe Mungu kwa dhati. Na katika dunia leo sisi tuna changamoto nyingi. Tunaweza kuwa tuna hasira za haraka na kushindwa kusamehe. Tunaweza kuwa na wivu, tamaa, mazoea mabaya yanayotawala. Tunaweza kuwa na udhaifu katika sala. Tunaanza vizuri alafu tunakata tamaa. Tunaweza kuwa tunahangaika kifedha, tukajiona tuko peke yetu. Badala ya kukata tamaa au kujificha, leo Yesu anatufundisha, anatupa ahadi kwamba tubishe. Mtu anayebisha hufanya hivyo kwa matumaini kuwa mlango utafunguliwa. Hivyo nasi tunaalikwa kabisa kwa uvumilivu tuseme, Bwana tusaidie kushinda hasira kama hasira na kutawala. Bwana tuponye mioyo yetu iliyovunjika. Bwana tuokoe katika dhambi inayoturudia. Bwana tupe nguvu ya kusamehe. Maana kusamehe kweli ni changamoto kubwa, lakini ukimkabilisha Mungu na ukamkishia hodi, kumwambia Bwana Mungu, naomba unipe nguvu ya kusamehe, lazima atakusaidia uweze kusamehe. Yesu anatuuliza kwa mfano rahisi. Je, baba anaweza kumpa mwanawe jiwe badala ya mkate? Hata sisi tulio na mapungufu tunajua kuwapa watoto wetu mema. Basi Baba wa mbinguni atatunyima vipi neema tunazozihitaji kwa wokovu wetu? Hapa Yesu anatutolea mfano katika mazingira ya kawaida ya kibinadamu. Hakuna mtoto ambaye anaenda kumuomba baba yake mkate halafu baba yake anaenda anampa jiwe. Bali sisi katika maisha ya kibinadamu tu dhaifu na tunaweza kufanya hivyo tu. Baba anaomba mkate na anatoa mkate. Je, Mungu yeye ni mwema kuliko sisi ambao ni wadhaifu? Je, atashindwa vipi kutupa neema tunazozihitaji kwa wokovu wetu? Jibu ni hapana.
Kwaresma hii ni safari ya kurudi kwa Baba. Ni wakati wa kukiri madhaifu yetu bila kuogopa. Ni wakati wa kuamini kuwa sala haipotei bure. Ndugu yangu, tuambizane kabisa ukweli. Popote pale unaposali, sala haipotei bure wala hujasali bure. Wakati mwingine majibu hayaji mara moja, lakini Mungu hufanya kazi mioyoni mwetu, kutupa amani, kutupa subira, kutugeuza ndani kwa ndani na kadhalika. Na mwisho, Yesu anatukumbusha kanuni ya dhahabu: yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo. Jambo lolote ambalo wewe mwenyewe unataka utendewe, daima mtendee mwenzako. Sala ya kweli huzaa matendo, na tukimwomba Mungu atusamehe, nasi pia tusisahau kusamehe. Tukimwomba Mungu atutendee mema, nasi tuwatendee wengine mema. Hivyo kama sisi tunataka Mungu atusamehe, kwa nini ndugu yako alipokosea, ndugu yetu alitukosea, tuwe kinyongo naye tusimsamehe? Hivyo kama tunataka msamaha wa Mungu, nasi pia tunapaswa tusamehe ili tuweze kufanyaje? Kupokea ile msamaha wa Mungu. Hivyo leo tunaalikwa kuomba kwa imani, si kwa mashaka, kutafuta uso wa Mungu kwa bidii, kubisha bila kukata tamaa. Na hivyo tunaalikwa leo tujiulize, bado tunaamini kuwa Mungu anaweza kubadilisha hali zetu? Je, tunamwendea kwa unyenyekevu kama Esther? Unajua ni jambo la ambalo ni ngumu kutokea, kuona mfalme kama hata somo la jana tunaona mfalme Ninawi, na yeye mwenyewe akaunganika na wale wananchi wake, akajishusha, akajinyenyekeza mbele ya Mungu. Unajua wafalme wakishakuwa duniani au malkia akishakuwa duniani, anajiona kwamba wakati mwingine ameshafika, lakini mfalme wa dunia anajishusha. Yani kama sasa hivi rais anajishusha, anaamini kwamba Mungu ndiye, anaamua kunyenyekeza. Hivyo Mungu ndiye mkubwa, na pale tunapojishusha katika sala, tukimwomba na tukimwamini, anatupatia kile ambacho tunachokiomba. Na pale tunapobisha hodi kwa matumaini, tukiomba kwa imani, hakika Mungu atatupa. Hivyo katika dunia tuna changamoto nyingi, tuna majaribu mengi, tuna magonjwa mengi. Hivyo basi leo tunapoenda kanisani, tumuombe Mungu kwa imani. Ombeni lolote, Yesu anatuhakikishia, ombeni nanyi mtapewa, bisheni hodi nanyi mtafunguliwa. Mungu yuko tayari daima, twende kwake, tumuombe atupatie, tubishe hodi atufungulie. Na changamoto nyingi tutaona katika maisha yetu inatoweka, na Mungu pia changamoto hazina budi kuja, lakini tunamwomba Mungu hawezi kutushindanisha tuweze kushinda zile changamoto. Vishawishi havina budi kuja, na hata katika somo la juzi tuliona pia Yesu alikuwa majaribuni, alienda kufunga siku 40, lakini shetani akaanza kumjaribu, lakini kwa uwezo wa Mungu aliweza kumshinda ile shetani na vishawishi vyake. Alivishawishi mara 3 akamshinda. Hivyo katika Kwaresma hii, ndugu yangu mpendwa, tumrudie Mungu, tutubu. Kumrudia Mungu ni kufanyaje? Kutubu. Tutubu makosa tuliyofanya. Pale ambapo tulikuwa tunafanya vibaya, tunafanya ndivyo sivyo, tuyaache yale mabaya, sasa tutende yaliyo mema, tusamehe wenzetu, tutubu, tuponye roho. Na katika dunia ya sasa hivi ndio tumejisahau, tunakuwa tunalisha mwili tu, tunasahau kulisha na roho pia. Twende kanisani kwa imani, tusome neno la Mungu, ni chakula cha kiroho linalotushibisha. Na katika maandiko ya wiki kama jinsi tulivyosoma kwamba kama mvua jinsi itokavyo juu mbinguni na kuinyeshea ardhi, na ile ardhi haibaki tu bali huchipua. Hivyo na sisi tukaendelea katika shangilio tukasema, msiwe na migumu, fungueni mioyo yenu. Msiwe na migumu, msifanye mioyo migumu ile, bali fungueni mioyo yenu. Hivyo nasi leo tufungue mioyo yetu migumu, tuliruhusu neno la Mungu liingie kama ardhi, kama jinsi ambavyo inachipusha zao na kuzaa matunda. Nasi neno la Mungu tufungue mioyo yetu liingie kwetu, na baada ya muda litazaa matunda. Hivyo leo tumwombe Bwana atupe moyo wa kudumu katika sala, ili katika taabu zetu zote tuweze kusema kwa imani na tukimwamini kwamba yeye ndiye anayetuwezesha kufanya yote. Hivyo katika leo pia tusisahau kuombea wale wenye shida mbalimbali, wagonjwa, wenye mafarakano, na tusiache pia kuombea kwa Mungu
Tusiende tu mbele za Mungu kupisha hodi kwa ajili ya shida zetu, bali tuombe na wale wengine wenye shida, naye Mungu atatujalia. Yeyote yule anayemwombea mwema mwingine, naye mwenyewe pia anajiombea mema yeye. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tukutane tena kesho kwa tafakari ya siku ya Ijumaa. Nikutakie siku njema ya Alhamisi.